So ndio unajua sisi wasanii kuna changamoto mingi, nimepitia changamoto mpaka nifike hapa, na kitu kinachonipa nguvu ni kuona kila hatua nayofanya naenda mbele, sababu ukiangalia nyuma pale nilivyoanza na hapa ambapo nimefika, unaona kabisa kweli kuna utofauti kuna utofauti kabisa. So unaweza sema mashabiki wanafanya kazi kubwa kusapoti muziki wangu, kusapoti muziki wetu sote hapa. Unajua Miami saa hizi wanatufuatilia nje hapa na hapa pia, so tunatakiwa tutengeneze muziki wetu, tunatakiwa tufanye kwa ukubwa fulani. Ukifika nje hapa kwetu Biakato, watu waone kwamba kweli wasanii tunafanya kazi. So ndio naona mimi na focus sana kwenye kazi. Ndio Mochroniqueur, naweza sema mimi maisha yangu ya muziki kwanza nimeanja tu, haijafanya hata siku nyingi, lakini maisha ya sanaa nilianja kitambo, sababu kiangalia kwenye karnea ya historia ya Beavis Mahamba, nimepitia mambo mengi. Nilianja nilipokuwa mdogo. Nilikuwa nafanya sinema na haikuwa rahisi, sababu kwanza mama yangu, mimi nimezaliwa kwenye familia fulani ambayo ni familia, mama yangu hakuwa anapenda sana mambo ya kufanya sinema, muziki nini, mambo kama hivi mama yangu hakuwa anapenda, na alizibia sana kipaji changu hasa cha muziki. So nilikuwa nafanya sinema, na nilikuwa nafanya sinema ilikuwa kama kwa kuiba hivi, so kwa maficho. Lakini japokuwa nilikuwa naifanya kimaficho, nakumbuka sana nilipokuwa Beni, hapo niko Beni, nikikumbuka ilikuwa inaweza kuwa 2009 ndo nilianja kufanya sinema. Tukafanya sinema moja mbili, na zilikuwa zinasikika sana Beni. Ikafika muda tukapata mtu, ilikuwa tuchukue tuende tujifunje pia kufanya sinema. Yani enzi zile hapo ilikuwa tumefika 2014, tukapata mtu akatuchukua hapo. Nilikuwa nimemaliza masomo, nimepata diploma, so ilibidi tuende, nakumbuka tuende Tanzania, tuende tujiunge na kikundi. Hizo siku ilikuwa akina Kanumba wako na Basti. So ukiangalia 2010 mpaka 2013, sababu mpaka 2012 Kanumba alikuwa na Basti. So sinema ilikuwa ina nguvu sana. Alafu ilikuwa watuchukue Tanzania tuende tujifunze pia, ili tuanze tufanye sinema ya Kiswahili. Kwa bahati mbaya yule ambaye alikuwa muongozi wa kikundi chetu, ilikuwa tuende watu 5, wakamtumia pesa, lakini akazichukua hizo pesa. Unajua tena Kongo watu wanapenda sana pesa, so akatuchomolea, akaruka mwenyewe, akaenda mwenyewe, na sisi tukabaki njiani. Na hapo tulikuwa tumefika Butembo pia, tukatoka Butembo tukaenda Goma. So ilikuwa kama changamoto ilitukuta hapo, ilibidi turudi, kila mtu kujipigania kurudi, sababu pesa walikuwa wametupokonya hivi. Nilipofika Beni, tukaandaa movie fulani ya tulikuwa naita Ufalme wa Kimabavu. Nafikiri watu wengi hata hapa kwetu Miami wengi wameshaona hiyo video, sababu ni video ilitamba sana. Mimi nilipofika hapa nilikuja na hiyo video hapa. Sasa ilikuwa tuko 2017 ndio nilifika Biakato. Nikakuja na hiyo hapo. Sijaanja muziki, niko ninajicheki, ninajitafuta. Sasa kwenye sinema niliona kidogo hapa kujipata itakuwa ngumu, sababu watu hawakuwa naelekea sana mambo ya sinema. Nikafungua hata kikundi hapa. Mimi nilifungua kundi hapa Biakato ya sinema. Nikafanya video moja, kisha video moja hii nikaangalia sasa mbona muziki
kama wasanii wanapoa hivi, sababu nilikuwa naangalia mziki wa hapo ulikuwa kidogo huko chini, sababu ukisikia mtu ambaye alikuwa anashika nafasi ya kwanza hizo siku 2018 hapo sasa, ambaye alikuwa anashika nafasi ya kwanza ilikuwa Forever. Nakumbuka Forever alishika akabasti 2019 hapo. Sasa mimi nimeanja muziki. Forever alikuwa akishika, nikaona kulikuwa Jikasi pia akakuja, sababu nje zile siku zile Jikasi alikuwa na moto fulani hivi, akamsogesha, akafanya kama anamsogesha nani Forever, yani Jikasi akaanza kushika namba moja hapa. Kisha siku sisi tunaweka nguvu, sababu ukiangalia sikufanya siku nyingi kwenye game ya muziki, na sitoshi muziki una vitu vyake, una vigezo vyake. Tukapambana. Nakumbuka hizi siku ndo nani Sakarabido pia hapo anapambana hapo, tuko tunafatana, akashika nafasi ya kwanza pia, yani Jikase akazogea, Sakara akashika hiyo nafasi. Na mkikumbuka vizuri, ilikuwa siku hizo ambazo kulikuwa na festival hapa, wasanii walichukua wasanii wanne. Mimi nilikuwa niko na shughuli zangu, sababu hiyo siku ambayo ilikuwa siku ya festival ndo mdogo wangu alifunga ndoa. Sasa ilikuwa vigumu mimi niende kuparticipe kwenye hiyo festival. So mtu ambaye alishika nafasi ya kwanza akawaangusha wasanii wote ilikuwa Sakarabido. So akachukua hiyo nafasi na kuzogesha Jikasi Mesu. So kisha hizo furukuti, wengine wakalala, wengine wakakimbia. Hapa sasa mimi nilikuwa napambana sana, sababu wakikwambia hizo siku tulikuwa sasa tunaenda ku 2020, wakikwambia utaji wasanii watano hapa kwetu Biakato, lazima utaweka Bivess Mahamba pale. Tukaweka nguvu, tulivyoweka nguvu kiasi mpaka mashabiki wakaanja ona kile ambacho kiko ndani mwetu. So, unaona mtu ukiwa na kipaji sana, ukiweka pia nia, watu wanafikia kuona kitu ambacho kiko ndani yako. Ndio unaona tulivyoweka nguvu sana, mwisho wa siku watu wakaanza kutushinda kuendeleza, sababu mimi kwanza nilikuwa nafanya, kulikuwa na ushindanishi wa mimi na Sakarabido, sababu Sakarabido sasa ilikuwa kwa nafasi ya kwanza, mimi na pia kwa pili. Ushindanishi ukao na unajua mafans siku zote wanaongea, pakaonekana na mtu ambaye aliweka pesa ili tushindane sasa kimuziki vizuri, sababu mafans hapo walikuwa naongea, lazima sasa hapa tuoneshe kazi. Mimi siku zote nilikuwa nawaambia, mtu unavoongea bila kufanya vitendo, hii ni kama kazi bure. Lakini walivyoweka hizo pesa, tukaenda, ilikuwa concert Farafara, ilikuwa kwenye Mulove hapa. Watu waliona kazi watu waliona, kwa neema ya Mungu naweza sema nikamwangusha mpinzani wangu. So mimi nikaibuka wa kwanza, na muziki nilioufanya hapa watu hawakuamini, na kwa njia hiyo siku ndo watu walianza kunipa nafasi ya kwanza. Sasa kwani Bivess Mahamba inaonekana kuna kitu nini, watu wakaanza kuona kitu ambacho kiko ndani yangu. Ilivyofika hapa mimi pia, unajua mimi ninavoshika nafasi, mimi waga nasemaga siku zote siachilie hii nafasi kirahisi ama kizembe, nashika na mpaka saa hizi naendelea kushika. So kwa hii swali ya kuniuliza nilianja muziki wapi, ama kusema nafasi yangu kwenye muziki wa hapa kwetu, nafikiri kwamba watu wanajua na wameelewa, wamesikia hiyo kitu. Ndio chroniqueur. Kitu kingine ambacho umeniuliza ni kuhusu, nafikiri ni kuhusu namna gani muziki wangu unapokelewa. Naweza sema muziki wangu unapokelewa kwa nafasi kubwa sana leo, sababu mimi navyoshusha ngoma watu wanakuwa wanaisubiria. Ndasema hamna dawa yoyote ambayo nafanya, hamna dawa
japokuwa ni juhudi na kuangalia kipi mafans wako wanatamani wasikie kutoka kwetu sisi wasanii. Unajua msanii ukiwa unaelewa kitu ambacho mafans wanataka kutoka kwako, huwezi ukafanya kazi ndogo, lazima ufanye kazi ambayo ita-inspire ama itaenda fashi popote pale ambapo wanafuatilia. Sababu leo mimi navodondosha ngoma napata hata simu kama ngoma yangu nimeweka juzi tu kwenye YouTube mama Bienvenue Mahamba famille Kasidoye. Maisha safari ndefu mama, maisha safari ndefu mama, ulinikanya nikajua mengi mama, ulinifunza nikajua mengi mama, mtoto Mamedi kasha papa sikuipata kutoka Manina mpaka Engugo mama, Engugo mpaka Mangina mama, mpaka Mangina Beni mama, Beni Butembo Goma mama, Goma Butembo Beni Biakato mama, hii maisha safari ndefu mama. Nilivyoangalia naona kwamba views zimepanda kweli kweli, so watu wanaendelea kufuatilia muziki, watu wanaendelea kuenjoy na vitu ambavyo navileta, sababu mimi waga sikopeshi ama sije na kazi ambayo itaboa mafans wangu. So hivi tu kuhusu ngoma ambazo saizi zipo, so mimi naweza sema nimeachia ngoma inaweza kuwa ine ngoma ine, so ambazo zipo nipo natamba nazo, naweza sema natamba nazo zile ambazo mafans saizi wanafuata, ambazo zimetoka kipindi hiki. So kuna ngoma kama nimezembea ni ngoma fulani ya kuchana rap fulani, so ni ngoma ina maneno sana na tayari tumeweka video, watu hapa na enjoy na video kwa YouTube, naenda YouTube utaiona. Lakini pia mbali na nimezembea, kuna ngoma yangu pia parapanda ipo, na hii parapanda ikiria inaria, saba ikiria inaria, Mahamba nikiringa ninaringa, na tutisimu tu kwa iko zua bare pose makambu ya mbongo. Wengi walikuwa niuliza kwa nini Vives Mahamba uliweka ndani sound kwenye chorus ya Mashetani. Unajua Mashetani jina ni jina tu, Mashetani ni kama jina zingine, so niliona tu niweke hivi. So wale ambao walikuwa nasema kwamba labda kuna vitu vinavyofichikama nyuma ya hii, naweza sema hamna kitu vyovyote.